Zangu wa Tanzania, ninawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Yangu majina, ninaitwa mchungaji wa taifa Nabii Mikaya. Ukipenda niite mchungaji Fufua au niite mchungaji Daudi Mashimo. Naomba tena kutoa elimu nyingine tena mnielewe. Hivi majuzi na hivi karibuni nimeendelea kuwaasa Watanzania wenzangu, tuko kwenye wakati wa kuendelea kuwa mabalozi kwa ajili ya amani ya Tanzania. Lakini vilevile kuna wimbi la baadhi ya watu wakijiita watumishi wa Mungu wenye kutengeneza mbinu ya kuchafua serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na kutukana viongozi wa serikali. Na hivi karibuni pia nimemwona mtu mmoja anajiita Mungu wa Tanzania, anajiita Mungu au kwa jina jingine anaitwa Nabii Tito. Nimeona pia muda sio mrefu ametukana vyombo vya ulinzi na usalama, ametukana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakuna Mtanzania hata mmoja asiyejua kwamba Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwamba ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba nizungumze mawili. Utaratibu wa kuchafuliwa kwa serikali ulianzishwa na baadhi ya viongozi wa dini ya Kristo, hususan wa Pentekoste. Utaratibu, mipango ya kuchafua serikali ulianzishwa na baadhi ya viongozi wa dini wa makanisa ya Kipentekoste. Nakumbuka mwaka 2021 tarehe 19 mwezi wa 12 niliwahi kuzungumza habari hizi mbele ya Mheshimiwa Waziri wa mambo ya ndani kipindi hicho, anaitwa Simba Chaweni, mbele ya viongozi wa dini zaidi ya 300. Nikazungumza kwamba jamani, kuna mambo yanafanyika, kuna mipango inatengenezwa ya kumchafua Mheshimiwa Rais, kuchafua serikali, lakini tuna baadhi ya viongozi ambao haki zao zimekuwa kiporo, wanapuuzia kabisa hizo taarifa. Nikafanya bidii, nikatafuta viongozi mbalimbali, baada ya mikoa, viongozi mbalimbali, baada hii tunaeleza jamani, kuna mambo 1, 2, 3, lakini bado waliendelea kulipuuzia. Leo yanatokea, ukiona watu wanasimama kutukana viongozi wa serikali, ujue nyuma yake hawakosekani baadhi ya viongozi wa dini wanaofadhili pango. Na nyinyi Watanzania wenzangu, tusikubali kutumika kwa namna moja au nyingine, tusikubali kuwa sababu ya kudhalilisha viongozi, serikali na kuikana amani ya Tanzania. Tanzania ni nchi yetu, hatuna nchi nyingine, hatuna nchi nyingine ambayo itakuwa ni baraka kwa Tanzania. Naomba vyombo vya ulinzi na usalama mumchukulia hatua huyu mtu ambaye anajiita Nabii Tito, anakaa Tegeta Mbuyuni pale kule bondeni, anaishi huko. Ni baba mwenye watoto 3 na mke mmoja. Hakuna chizi ambayo anayefikana matusi. Jamani, hatuna chizi. Tanzania tuna machizi, wako vichaa mbalimbali. Hatujai kuona vichaa wanakana matusi viongozi, wanakana watu mbalimbali. Hatujawahi kuona vichaa. Nyinyi yote mnajua ni nani ambaye ametukana matusi serikali? Ni kichaa gani anakana watu? Wewe Adamu, hebu nieleze, umekuwa na chizi anakana matusi watu? Ingekuwa ni fujo sawa. Hakuna kichaa anayetukana watu. Hakuna kichaa anayetumia TikTok. Hakuna kichaa anayetumia Facebook. Hakuna kichaa anayetumia Instagram. Hakuna kichaa na namna hiyo. Hakuna kichaa anayepaka lipstiki. Hakuna kichaa anatembea barabarani anatikisa matako, anacheza namna hii na familia yake. Hakuna kichaa. Ni lazima tuheshimu mamlaka. Maandiko yanasema kila mtu na aitii mamlaka iliyokuu, maana imetokana na Mungu, iliyopo itakayokuwapo. Kwa nini rais anatukana? Ndugu zangu wa Tanzania, tujiepushe, wala usicomment
wala usisapoti yeyote ambaye anatukana viongozi. Hakuna mtu yote Tanzania, hakuna mwanasiasa yeyote anapomtaja Mama Samia Suluhu Hassan hamtaji kama rais, anasimama anamtaja kama rais. Wewe ni nani unapinga? Shida ni hiyo. Hakuna nchi leo inaongozwa kwa sababu na rais. Ni lazima mheshimiwa aheshimiwe, ni lazima tumheshimu mheshimiwa rais, ni lazima heshima ya Mama Samia Suluhu Hassan iheshimiwe. Ukiachilia na uongozi wake, yeye ni mama, yeye ni mzazi alienda leba, yeye amezaa, yeye ni mzazi, lazima heshimiwa kama mama, lazima heshimiwa kama kiongozi, lazima kila Mtanzania alinde heshima ya viongozi. Nikiambiwa nisimame kulaumu, nitakuja kulaumu viongozi wengi sana na nitawataja kwa majina masomefu. Haiwezekani tukawa na taifa ambalo lina vijana baadhi yao na hovyo, linapoteza heshima ya taifa kwa sababu ya kulipwa chochote, kwa sababu ya chochote. Wacha nikueleze, ilinde amani ya Tanzania, linda heshima ya viongozi wako, thamini viongozi wako. Hatuna viongozi wengine, tuna hawa. Hatuna viongozi wengine, hawa. Dunia nzima inajua Tanzania ina rais anaitwa Samia Suluhu Hassan, inajua ina makamu wa rais anaitwa Emmanuel Nchimbi. Dunia nzima inajua Tanzania tuna waziri mkuu anaitwa Chemba, inajua ina spika wa bunge, inajua kwa sababu tayari ni serikali ambayo imeidhinishwa. Kwa namna yoyote itabakia kwa serikali ya Tanzania, kwa namna yoyote rais wa Tanzania atabakia kuliko nani? Samia Suluhu Hassan. Fanya ufanyavyo, lazima tumaandiko. Nikisoma Biblia ambayo ni katiba ya Wakristo inatuambia wazi, kila mmoja na itii mamlaka iliyopo na itakayokuwako. Lakini kitabu kile cha Waefeso kinasema kila mmoja na heshimu mamlaka, haijalishi rais ni mpole ama ni mkali. Yakobo anasema lazima tukeshe tuombe watawala, kwa maana wao wanakesha kwa ajili yetu. Naomba vyombo vya ulinzi na usalama, mkamateni Tito, mpelekeni mahakamani. Popote alipokamatwa, sio chizi ule, sio chizi, ile sio mento. Nabii Tito sio mento, sio chizi, hii ni aibu. Alafu nilichomshukuru Mungu kwamba kwenye hiyo klipu hata wale wapinzani mbalimbali, watu mbalimbali nao wanamlaumu Tito. Hatuwezi kuwa watu hovyo. Kataa nchi yako kudhalilishwa. Rais akitukanwa, akidhalilishwa rais wa Tanzania, Watanzania wote kudhalilika. Akitukanwa mama rais kama mwanamke, tayari mama yako, mama yangu, bibi yako, bibi yangu wametukanwa. Kwa lazima Watanzania tukemee haya mambo, lazima tukemee kwa jina la Yesu, lazima tukemee, lazima tukemee, lazima tukemee, lazima tukemee, lazima tukemee. Bwana apewe sifa. Sema tuyape pale. Bwana apewe sifa. Sikiliza nikwambie mpendwa, sisi ni Watanzania, sisi ni Watanzania. Niwaambie kama viongozi ndio wanafika, niwape heshima moja, niwape heshima moja, niwape kitu kidogo mbone. Kama viongozi wa dini wetu baadhi yao wanahusika, tena kwa asilimia kubwa, lakini nikusihi msiandamane na watu waovu kufanya uovu. Maandiko nasema hivyo, msiandamane na watu waovu kufanyaje? Kufanya maovu. Mwenye hekima kuyaona mabaya yanamwijia akajificha, bali mtu mpumbavu kuendelea mbele akaangamia. Kwani uangamie kabla wakati wako? Ni mwanadamu gani? Niliwahi kumwambia Lecho Dangu,
Rachel Dango nilipigia simu kwenye matumizi ya platform za kimtandao, mimi ndio nimemwingiza Rachel Dango. Ilikuwa kwa lengo la kutambulisha utendaji wake wa nyimbo zake mbalimbali. Baadaye alipogeuka na kuanza kumkana Mheshimiwa Rais na serikali, nilimwambia Rachel Dango acha. Rachel Dango anamjua kuliko mtu yote anayemfahamu. Mimi ninamfahamu. Mimi ndo namjua Rachel Dango, hakuna mtu anayemjua Rachel Dango. Mimi ndiye ambaye nimesimama pia kukomboa mali zake. Mimi ndo nilichukua kesi ya kamati ya mali zake Kigamboni, na nikashinda, na mali zake zote akakabidhiwa mimi na mtu mwingine. Nikamwambia Rachel, unachokifanya hiki sio jambo sahihi. Usitukane viongozi wangu, usitukane viongozi wetu, usitukane rais wetu, acha. Naomba nisikilize, jiepusheni na mambo yasiyofaa. Kama ukila ndumu, kama umekula ndumu imetulia vizuri ndumu yako, ikikuelekeza kukana viongozi wa serikali, jichimbie kabla mapema. Hiyo bangi yache. Ukinywa gongo yako, ukinywa sungura yako, ikakuelekeza kukana serikali na viongozi, jua kwamba yule si Mungu. Mimi naitwa mchungaji wa taifa nabii Ufufuo, ukipenda niite mchungaji Mashimo. Nazungumza, ni mchungaji kiongozi wa kanisa la National Christian Assemblies. Ni mchungaji kiongozi. Elewa sasa hilo. Ni mchungaji kiongozi wa kanisa la National Christian Assemblies. Ndiyo kiongozi mkuu, ndio muasisi wa kanisa hilo. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji una kanisa, nina mataji ya kutosha. Na wewe pia ni mchungaji, wewe pia ni mwanangu. Mchungaji wa taifa. Kanisa inaitwa National Christian. National, zingatia neno nation. Kwa Kiswahili nationali. Lazima tuheshimu mamlaka, na Yesu awabariki sana. Kwa kusema hilo, Mungu awabariki na Mungu awainue. Na malizia pale.